Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu na amani na umoja wa taifa letu hauwezi kwa namna yoyote kuchezewa na watu wasiokuwa na mapenzi mema kwa taifa letu. Kwa nianze na watu wa Ukawa. Mimi niwaambie hivi, ubinafsi utabomoa misingi ya namna tunafanya demokrasia katika taifa letu. Na labda mimi ni jinasibu kabisa. Mimi ni mwana CCM. Kwa hiyo watu wanafikiri wakati mwingine kwamba ukiwa CCM basi unataka uchukie vyama vya upinzani. La hasha. Kwa mimi napenda kuona vyama vyote vinafanya kazi kwa mujibu wa katiba, vinaenenda sawasawa na taratibu zilizowekwa katika taifa, lakini pia kwenye vyama vyao kama ambavyo tunatakiwa kufanya. Kwa ubinafsi ni ugonjwa mkubwa kabisa ambao msipozingatia mtaendelea kutudhoofishia misingi ya demokrasia kwenye taifa letu. Hao watu wa Ukawa unajua wamenielewa ninasema nini. Sasa kwa Chama cha Mapinduzi, mimi nimeshasema wakati mwingine, na mimi ninamshukuru Mungu sana kwamba yeye alipenda alafu akamwezesha Mheshimiwa Rais kupenda, akanikutanisha na wazee hawa na rafiki yangu Awadhi na wengine. Lakini nimepata faraja kubwa kuwa na wao mchana, usiku, wakati wa jua, wakati wa mvua, na nimenufaika sana. Sioni nilichopoteza tangu nimewafahamu wazee hawa. Na kusema kweli ndio kitu kikubwa kabisa ambacho tangu mimi nimewafahamu wamekuwa wakisisitiza, si tu kwangu lakini kwa sisi wote ambao tumekuwa tunafahamiana kwa namna moja ama nyingine. Na mimi nilisema hivi, kwa Chama cha Mapinduzi, kama watangaza nia ambao wana madoa wasipokatwa mapema na wakaachwa kimsingi kufanya mchezo na chama ambacho mimi ninaamini katika misingi yake, kama ambavyo nilisimama kidete na ninaendelea kusimama kwenye swala la katiba kwamba tulifanya mchezo na mchakato wa katiba. Sasa leo nawaambieni hivi, kama Chama cha Mapinduzi kikishindwa kutoa uongozi wa kufanya maamuzi ya msingi, kushughulika na watu ambao, na si mmoja, na msije mwangalia hapa, si mmoja, mimi nakwambieni kushughulika na watu ambao wana madoa, ambayo sisi kama taifa nafasi ya urais ni nafasi takatifu. Mimi nitakuwa mtu wa kwanza, wana wengine wanaweza kuwa wameshajitangaza, lakini mimi kwa nafsi yangu mwenyewe, sasa hivi hata sihusiki na wazee wangu hapa, nitasema CCM ikataliwe kwenye uchaguzi mkuu. Kwa sababu hatuwezi kuendelea na mchezo, na ninyi mnafahamu nchi hii si tumeirithi kutoka kwa waasisi na wazee wote waliohangaika kutupatia si tu uhuru wa Tanganyika, mapinduzi kule Zanzibar na hatimaye muungano. Tumeirithi, na sisi tuna wajibu si tu ni wa kiasili, lakini wajibu wa msingi kabisa kuhakikisha ya kwamba tunairithisha nchi hii kwa vizazi vijavyo, watoto na watoto wa taifa letu. Sasa kama CCM itafanya mchezo na urithi wa watoto na watoto wa watoto wetu, mimi sitasema naondoka CCM. Mimi nitasema hivi, Watanzania naomba mnyime kura zenu kwa Chama cha Mapinduzi. Na mimi namaanisha, ukumbuke nimekuja tume, nilikuwa mimi na urafiki, na mshukuru Mungu na watu wengi, nilimaanisha niliposema katiba inayopendekezwa haifai na haikupita katika mchakato ambao unaheshimu mawazo, maoni ya Watanzania. Na leo nawaambia tena, hii mambo ya kufanya mchezo na maendeleo na misingi na siasa katika taifa letu, mimi siko tayari kuona katika kizazi chetu na historia tunayoijenga katika
kizazi kinachofuata kwamba wako watu fulani walishindwa kufanya mambo ya msingi, labda kwa kuoneana haya, kwa kuoneana aibu na kuogopana. Mimi nimefundishwa muogope Mungu peke yake. Halafu leo na bahati mbaya, isipokuwa ninyi wazee wangu, wako wazee wanakwenda kinyume na utaratibu. Mzee Butika amesema hapa, hivi ninyi na nyinyi wazee wema mlikuja hapa leo, tukikosa sisi kupata hamasa ya busara kutoka kwenu, tukapate wapi? Kwa malaika? Tuliwahi kuishi na malaika hapa duniani? Sasa wazee mmegawika, mnafanya mambo yasiyofaa kila pahala, hata tunaona aibu kujinasibisha na ninyi. Mnataka tukikua tuseme tunataka kuwa kama nani? Mimi namuomba Mungu wale wazee wanaofanya kinyume na utaratibu, namuomba Mungu nikiwa mzee nisiwe kama wao hata siku moja. Mwisho, uongozi wa awamu ya 5, napenda tufahamu ya kwamba nchi yetu, na sio siri wala sio aibu, iko kwenye njia panda. Tena njia panda kubwa kabisa, na imegubikwa na sintofahamu. Tumekuwa na utamaduni usiofaa wa kuwa na tolerance kwenye rushwa, ubadhirifu, maadili yanayoporomoka, mauaji, vikongwe, albino, vituo vyetu vya polisi vinahujumiwa na mengi kabisa. Lakini tunaanza kugeuka siku hizi, tunapoteza tolerance. Yani badala ya yani tunatakiwa sisi tuondokane na uhimilivu kwa mambo hayo. Lakini siku hizi hayo ndio mambo ambayo tuko tolerant kwayo. Siku hizi utamaduni wetu kwa kiasi kikubwa unataarifiwa na vyombo vya habari, si tu vya hapa lakini vya nje. Wazee ninyi mmekaa hata sielewi, mnisamehe ninaposema wazee, na mimi nina wazee nyumbani na ninyi ni wazee wangu. Hivi hawa vijana wenu sijui mnakaa nao wakati gani mkazungumza nao maadili, maisha, miiko ya kwa nini tumefika hapa na tukaona tunafurahi kufika hapa. Nchi yetu ipo kwenye njia panda ya kiuchumi. Si ni kila siku tulihangaika hapa, juzi dola imefika sasa 2000 na zaidi. Hatulimi vya kutosha, hatuuzi vya kutosha, tunatoa huduma tu, simu za mkononi ndio pesa zingi tunafanya hapo. Lakini kusema tufanye mambo ya msingi ya kupiga hatua, hatufiki huko. Kisiasa alieleza hapa Profesa Baregu, tunasema mzungumze, hamzungumzi. Kuna baraza la vyama vya siasa, wazungumze, hawazungumzi. Kuna TCD, wazungumze, wanazungumza, hawakubaliani. Bunge letu juzi mmeona ni vurugu kila siku. Hivi Watanzania wa kawaida ambao wanalipa kodi moja kwa moja au wanalipa kodi indirectly, wanajisikiaje kuona watu waliopewa dhamana ya kuenenda katika mfumo wetu wa kisiasa kwa matendo wanayofanya? Tunamtaka kiongozi wa awamu ya 5 awe mtu anayefahamu ya kwamba tumechoka kubaki katika sintofahamu na njia panda katika taifa letu. Mtu mwenye maadili, mtu mwenye moral authority atakayeweza kusema wewe na wewe na wewe, nataka mkae hapa tulizungumze mpaka limekwisha, na tukitoka imekwisha. Watanzania wanataka kuishi kwa amani. Hawa wanafanya makundi, hii story ya makundi mmeshaisikia, na nyinyi wazee mliokuepo na mnaofuatilia kwenye runinga mnafahamu. Sisi hatuna mpango na makundi ya watu wenye maslahi binafsi, kwa sababu uongozi unaokuja kwa umaarufu kama wa timu za mpira wa miguu sidhani unasimamia maslahi ya Watanzania.